Habari zenu ndugu zangu, kama nilivyojitambulisha mwanzo, kwa majina naitwa Dr. Komba, ni mtengeneza maudhui. Kwa siku ya leo nimekuja mbele zenu, ni tarehe 13 mwezi wa pili 2026, ni siku maalum ambayo tunaadhimisha maadhimio ya kondom duniani. Lakini mimi kama mdau wa afya nisema kwamba siku haiwezi kapita bure bila kuhakikisha kwamba ndugu zangu nawaletea somo maalum ambalo linahusiana na masuala ya kondom. Kwenye somo letu tutaangalia almost vitu vinne. Tutaangalia maana, tafsiri ya kondom, pia tutaangalia tafsiri tutaangalia njia sahihi au matumizi sahihi ya kondom, lakini pia tutaangalia faida za kutumia kondom, lakini pia tutaangalia hasara au athari zinazoweza zikatokea endapo kama hautumii kondom. Kondom ni nini? Kondom ni kinga maalum ambayo hutumika kwa ajili ya kukinga dhidi ya magonjwa ambayo yanaambukiza kwa njia ya kujamiana, lakini pia husaidia kuzuia mimba zisizotarajiwa. Kwa ni kama moja ya njia ya uzazi wa mpango. Hiyo ndio tafsiri ya kondom. Lakini tukija kwenye kuangalia aina kwanza za kondom. Kuna aina kuu mbili za kondom. Kuna male kondom pamoja na female kondom. Kuna kondom ya kiume lakini pia kuna kondom ya kike. Kondom ya kiume, je, huwa inatumikaje? Vitu gani ambavyo unatakiwa kuvizingatia wakati unatumia kondom ya kiume? Kitu cha kwanza, unatakiwa kuangalia expire date ya hiyo kondom ulionayo. Je, kondom expire date yake ni tarehe ngapi? Sawa. Cha pili ambacho unatakiwa uwe makini sana wakati unafungua ile packet ya kondom, inabidi uangalie kucha zako zisiwe ndefu, sawa? Usiwe na kucha ambazo zimechongoka, yani ukapelekea mpaka kufanya break down ile kondom ambayo ikapelekea transmission ya infection, sawa? Cha pili, kitu ambacho unatakiwa kuangalia pia before hata hujaifungua, je, ukishika ndani kuna hewa ambayo ipo? Ile hewa inaashiria kwamba hiyo kondom iko sealed. Lakini kitu cha tatu ambacho unatakiwa kuangalia, je, direction sahihi ya ile kondom baada ya kuifungua, namna ambavyo unaweza kuidirect. Cha tatu ambacho unatakiwa kukizingatia, hakikisha unavyoivarisha au unavyovarisha kwenye uume ambao umesimama vizuri. Hakikisha ile kondom haina hewa. Yaani baada ya kufungua ndani kusiwe na air baada ya kufungua, hapo naongelea. Ile wakati unaivarisha kwenye uume ambao umesimama vizuri. Sawa? Afuzeni unavarisha mpaka sehemu ya base kabisa ya mwisho ya uume wako au uume wa mume wako uliye naye. Sawa? Cha mwisho ambacho unatakiwa kuzingatia baada ya kujivarisha au baada ya kumvarisha mume wako, ambacho unatakiwa kuzingatia ni kutafuta lubricant ambayo ni effective, ambayo lubricant hii ni kirainisha ambacho unatakiwa kupaka pale juu ya condom, ambacho most tunapenda sana kutumia KY gel. Hiyo ndio lubricant ambayo ni effective, ambayo inatumika na haina madhara. Unaipaka pale kwenye condom kwa ajili ni kama kilainisha ambacho kitasaidia wakati wa tendo la ndoa ile condom na ule uume uweze kupita kwa usahihi kwenye uke wa mwanamke, na usije kumletea madhara ya friction ikawa kubwa na ukamletea michubuko kwenye sehemu ya uke wa mwanamke. Sawa? Na baada tayari mkiwa kwenye tendo la ndoa, endapo ukigundua kwamba ile kondom imepasuka, mara moja unatakiwa kuweza kuitoa na kuvaa nyingine, ili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unaweza kujilinda wewe pamoja na yule ambaye uko naye kwenye tendo la ndoa. Lakini pia hatua ya mwisho unatakiwa kufanya, endapo ukisha ejaculate, ukishafanya ejaculation, mara moja unatakiwa kuweza kuitoa na kubadilisha na kuweza kutumia kondom nyingine. Hayo ndo matumizi sahihi au njia sahihi ya matumizi ya kondom ya mwanaume. Lakini tuangalie kondom ya mwanamke. Kondom ya mwanamke, cha kwanza naye inabidi aangalie expire date yake kabla hajavaa au hajavarishwa.
Alafu inabidi angalie kama iko sealed, na maana kwamba kuna hewa ndani. Cha tatu, before hajaingiza anatakiwa na hiyo condom aipake KY gel kama kilainishi ili iweze kuingia, ili iweze kupita vizuri. Sawa? Na akishaingiza hakikisha ile ring inakuwa open outside, hiyo imetokea nje, ili uume wa mwanaume uingie direct kwenye ile. Zifuatazo huwa ni faida za matumizi ya condom. Faida ya kwanza, inakusaidia wewe kujikinga dhidi ya ujauzito ambao usiotarajiwa. Hiyo ndio faida kubwa ambayo matumizi ya condom unaweza kumsaidia. Faida ya pili, inaweza kukusaidia kukukinga dhidi ya ugonjwa wa ini ambao tukitamu tunaita hepatitis B au hepatitis C. Haya ni magonjwa, huu ni ugonjwa ambao unaweza ukapata kwa njia ya kujamiana. Lakini pia endapo ukitumia condom vizuri, unaweza huo ugonjwa usiweze kupata. Faida nyingine, unaweza kujikinga dhidi ya magonjwa ya sexual transmitted infection, STIs. Unaweza kujikinga. Kwa mfano, unaweza kujikinga dhidi ya HIV, unaweza kujikinga dhidi ya gonococcal infection, unaweza kujikinga dhidi ya syphilis infection, unaweza kujikinga dhidi ya herpes simplex virus, unaweza kujikinga dhidi ya human papilloma virus. Haya yote ni magonjwa ambayo unaweza kujikinga dhidi ya condom. Hije nielezee gonjwa moja moja. Lakini pia kuna magonjwa kama chlamydia, kuna magonjwa kama trichomoniasis. Haya pia ni STI infection ambayo pia unaweza ukayapata endapo usipokuwa mtumiaji mzuri wa condom. Tuje sasa kwenye madhara ambayo unaweza ukayapata au athari ambazo unaweza kuzipata endapo usipokuwa mtumiaji mzuri wa condom. Ni athari gani? Athari ya kwanza unaweza kupata mimba zisizotarajia, sawa? Unaweza kupata, sawa? Cha pili, unaweza kupata magonjwa ya ini, sawa? Mfano kama hepatitis, sawa? B na C, sawa? Unaweza kupata kati yake moja. Sasa je, endapo ukitokea umepata hepatitis, unaweza kupata madhara gani? Hepatitis huwa inaenda kuathiri ini. Na moja kati ya kazi kubwa ya ini pia kuzalisha kinga ya mwili. Sawa? Kwa maana kwamba ukipata shida ya hepatitis, na maana kwamba direct pia kinga yako ya mwili itashuka chini. Na ikishashuka chini, na maana kwamba upo kwenye hatari kubwa sana ya kuweza kupata magonjwa nyemelezi. Sasa, athari nyingine ambazo kaipata ni magonjwa ya zinaa ambayo ni STIs. Sawa? Sexual transmitted infection. Ni magonjwa ambayo unaweza kuyapata kakuletea madhara makubwa sana. Inaweza kama wewe ambaye ni mwanaume au mwanamke ambaye ni sio mjamzito lakini pia sio mjamzito. Kwa mwanaume anaweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi ambao ni upungufu wa kinga mwilini. Ikampelekea madhara mengi sana. Tunajua madhara ya ugonjwa wa ukimwi. Ina maana kwamba inaweza kupelekea kinga ya mwili kushuka, inaweza kupelekea kiwango cha virusi kuwa juu, na mwisho wa siku wewe ukawa ni mtu wa kuugua mara kwa mara kutokana tayari kinga zako za mwili ziko chini. Athari nyingine ambazo unaweza kuipata, ukishapata kama ni mwanaume unaweza kupata gonorrhea, gonococcal infection. Gonococcal huwa ina tabia, wale wadudu ambao ni gonorrhea huwa ana tabia ya kwenda kuathiri pia mpaka mbegu za kiume, sawa? Akiathiri mbegu za kiume, ina maana kwamba wewe pia mwanaume una athari kubwa sana huko mbeleni ya kuweza kushinda kuzalisha, sawa? Ina maana kwamba yule mdudu ameathiri mbegu za kiume na ikapelekea infertility kwako, sawa? Lakini hiyo gonorrhea kwa upande wa mwanamke akipata, sawa, inaweza kampelekea mimba kuweza kutoka, au inaweza kampelekea kujifungua kabla ya wakati, au inaweza kampelekea mtoto akazaliwa na hiyo changamoto ya gonorrhea ya macho, inaitwa gonococcal conjunctivitis, sawa? Lakini kuna changamoto nyingine inaweza kupata syphilis. Syphilis inaweza katokea kwa mwanaume au hata kwa mwanamke anaweza kupata. Sawa? Ikitokea kwa mwanaume, huwa syphilis inasababisha nini? Inaweza kusababisha viupele vidogo kwenye sehemu ya uume, hususan kwenye edge of the penis, pale kwenye urethral orifice, pale kwenye sehemu ya njia ya mkojo pale unafungua, inaweza vikaanza kutokea viupele vidogo ambayo hiyo ikawa ni dalili moja ya huyu mtu anaugua syphilis. Lakini kwa upande wa mwanamke, anaweza ikapelekea kuugua syphilis mpaka mwisho wa siku mtoto kaizaliwa akapata congenital syphilis. Ni syphilis ambayo fanya mtoto
inaweza kapelekea chupa kupasuka kabla ya wakati, kwa hiyo kapelekea madhara mengi sana, au kapelekea kuna madhara ambayo inaweza kapata mtoto akazaliwa na changamoto ya umanjano. Sawa? Tunaita sisi inaitwa neonatal jaundice, ambayo ikawa hiyo ni pathological jaundice. Sawa? Lakini ugonjwa mwingine unaweza kupelekea kapata human papilloma virus. Human papilloma virus ni mdudu ambaye huwa anasababisha genital warts. Warts ni viupele vidogo ambavyo vinatokea ukeni kwa mwanamke. Sawa? Lakini pia huyu human papilloma virus huwa anasababisha pia kansa ya mlango wa kizazi. Sawa? Kwa hiyo mwanamke anaweza kupata kansa ya mlango wa kizazi kwa kupitia maambukizi ya huyu mdudu ambaye ni human papilloma virus, ambaye ni human papilloma virus namba 16 na namba 18. Hao ndio ambao wanasababisha nini? Ambao wanasababisha kansa ya mlango ya kizazi. Lakini kuna magonjwa mengine kama chlamydia. Anaweza kayapata. Sawa? Huwa haya ni magonjwa ya zinaa ambayo yanasili njia yanasili sehemu ya ukeni. Lakini pia hata trichomona, sawa, trichomoniasis, sawa, ambao huwa yanasababishwa na jamaa mmoja anaitwa Trichomona vaginalis. Sawa? Kwa haya ni madhara ambayo mtu anaweza kayapata endapo sio mtumiaji wa kondom. Sawa? Hitimisho sasa. Wewe kijana mwenzangu, uwe mdada au mkaka, furahi sana ukienda kwa mpenzi wako ukikuta na kondom ndani, kwa sababu faida ya kwanza, inalinda usalama wako wewe, kwa sababu unajua kabisa kwamba huyu mtu kidogo afanyi ngono uzembe, anafanya ngono salama, kwa sababu ni mtumiaji mzuri wa nini? Mtumiaji mzuri wa kinga. Kwa hiyo ukienda kwa boyfriend wako au ukienda kwa girlfriend wako ukikuta ndani ana kondom, wewe furahi, mwambie yes, mpe dole, okay, you are good, kwa sababu anafanya ngono salama, sio ngono zembe. Sawa? Anasaidia kukulinda wewe, pia anasaidia hata kujilinda mwenyewe. Sawa? Lakini issue nyingine, tukienda kwenye kauli mbiu yetu ya siku ya leo, siku ya tarehe 13 mwezi wa pili 2023, ambao ni maadhimisho ya kondom duniani, inasema kwamba jipende, jirinde, tumia kondom. Jipende mwenyewe ikiwa na tafsiri ya kwamba tusipende kutumia tamaa za miili yetu kwa ajili ya kujiridhisha. Tujirinde, tupende kujirinda kwa kuepuka magonjwa mbalimbali, kwa mfano haya magonjwa ambayo nilitoka kuelezea hapo mwanzo. Tutumie kondom. Kondom ina faida nyingi sana ambazo nimeshatoka kuzielezea hapo mwanzo. Kwa hiyo ina maana kwamba namna ambavyo tunatumia kondom vizuri ni namna ambavyo inaweza kutusaidia kuepuka na changamoto za magonjwa mbalimbali. Sasa hizi vijana wengi sana wana tabia moja. Wakishapimana tu HIV, wanadhani kwamba washamaliza, kwamba wako free kuweza kujamiana bila kinga yote. Neno ni hapana. Kuna magonjwa mengine mengi ambayo mnaweza mkajamiana, hata mato huyu mtu ana HIV negative na wewe mwanamke au wewe mwanaume unaweza ukayapata. Hata mato mmepima HIV ni negative, still bado mnashauriwa kutumia kondom, kwa sababu bado hamjapima pia magonjwa mengine na kuweza kujiridhisha kama wote ni salama. Sawa? Kikubwa, Elshine Healthcare inakwambia kwamba already started then stop hiyo. Hii ndio kondom yetu, natumaini mnaiona vizuri. Make sure unaitumia vizuri. Sawa? Itakusaidia kwenye vitu vingi. Sawa? Mwanaume yote ambaye unakutana naye au mdada yote ambaye unakutana naye ambaye hataki kutumia hiki kitu, na wakati huo afya zenu hamjajiridhisha kama wote mko salama, mwambie dada au kaka, hapana, naomba labda tukapime vizuri afya zetu zeni tuweze kushiriki hilo tendo ambalo unalihitaji tuweze kushiriki. Sawa? Lakini Elshine Healthcare inakwambia kwamba Elshine Healthcare already started, we go like morning star. Thank you. Asanteni sana. Mungu awabariki.